in very humble backgrounds. We need to maintain those who are higher so that at the end of it we balance and bring everybody to equitable level. Kwa hivyo mimi ninataka kulenga watu. Kwa hivyo in short, Jeff, mimi ninatamanio kuhakikisha kwamba everybody anafaulu katika constituency yetu ya Turbo. So nimeona umeguzia vijana. Nataka kwanza tukuzie wamama, empowerment ya wamama, kwa sababu wamama wengi saizi wanateseka. Aswa kuna wamama tuseme wanaingia katika heji ya umama, lakini sasa empowerment kwao imekuwa chini na hakuna mtu anawashika mkono. Wengi wamebaki kufulia, wengine manguo, yani kufulia manguo kwa maboma na whatever. Huyo msichana ile dream alikuwa naye inapotelea, haiendi mahali popote tena. Na je, una wazo gani katika kwa wamama kwa empowerment, at least kwa hiyo yani maono yao wenye walikuwa nayo itimie? Asante sana kwa swali hilo Jeff. Nataka pia kwanza tuone background ya hawa wamama. Unajua kina mama wanafanya kazi mingi sana katika jamii. Kina mama 2/3 of their work hours are not paid. Because kazi hii unajua kina mama wanafanya kazi nyingi. Mimi ninaita kina mama wanafanya kazi, kwanza kuna kazi ile ya reproductive role. Then there is the productive role yenye kina mama wanafanya. Kwa hivyo kina mama hao wanafanya kazi kwanza nyumbani. Wakitoka nyumbani sasa wanaenda nje kutafuta nini? Ajira. So kwanza kabisa mimi nitalenga kuhakikisha kwamba kazi ile ya kina mama kule nyumbani inarahisishwa. Ikisharahisishwa kina mama watapata nafasi ya kwenda kufanya kazi kule nje. Na kina mama hawa kazi yao itarahisishwa ikiwa watapata access to water. Unajua kina mama wana spend so many work hours looking for water. So kama maji itapatikana kule nyumbani, kazi ya mama inarahisishwa. So kwanza kabisa mimi nitahakikisha kwamba maji inakuwa available kwa kina mama. Number 2 is fuel energy for cooking at home. If that fuel is available at home, then kazi ya mama inarahisishwa. Then baada ya hapo sasa itakuwa ni kulenga kazi ya kina mama. Kazi ya kina mama kwa ukulima, kazi ya kina mama kwa biashara. Ikiwa nitainua kazi ya kina mama kwa biashara, then nitakuwa nimeweza kuwapa kazi ambayo itawasaidia. Wataweza kupata income ambayo itawasaidia. Kwa hivyo kina mama hawatakuwa tu kwa kazi ya labor, paid labor. But wanaweza fanya kazi ambao wanaweza kujiajiri na kujinufaisha katika jamii. So kwanza kuhakikisha kwamba wako na maji, wako na fuel, na kwamba hata power ikuwe subsidized. Mahali hakuna electric power waweze kupata even solar energy. So access to water in homes is critical for women. So kabla sijapeana kwa huyu, kuna hii swali ya ukulima. Swala ya ukulima mara mingi tunaambiwa kuna empowerment. Sijui uko na kategori gani ama uko na njia gani ya kuempower hawa watu wakulima? Wakulima, especially when we talk about farmers, small scale farmers, kuna funds ya kusupport watu kama hawa. So ni kuhakikisha kwamba at lower levels, smaller levels, you make inputs available to them. You can make inputs available to them so that wanaweza kupata inputs huko kwa kiwango ambao wanaweza fikia huko karibu na wao through village elders, through chiefs. So unahakikisha kwamba kuna ofisi ambayo itaweza kuwa fikia katika ward level ama katika sub-location level, ili watu wote hawa waweze kuaccess inputs ya their farms na kuhakikisha kwamba maji iko available throughout. Kwa sababu changamoto ambayo tunapata kwa wakati mwingine is wanakosa maji. Kwa hivyo mambo kama agribusiness haiwezekani kwa sababu ya the dry spells. So kuhakikisha kwamba hao wanaweza pata
maji. Wakiweza kupata maji na kupata hiyo mentorship, wataweza kufanya kazi hiyo ya agricultural production. Ndio, karibu. Okay, asante sana Mheshimiwa Mrs. Alice. Nakushukuru kwa kubalia hapa. Tukirudi hapo nyuma kwa upande wa elimu, ningependa tu nikuulize, nashukuru umesema wewe ni daktari na unafanya utafiti. So tukirudi pale, sababu shule zimekuwa zikisumbua sana, na hata vile tunaongea hivi wazazi wanasumbukana. Tunakumbuka bazari zinapewana, lakini sasa wazazi wengine wanalalamika asifiki, hata wanatamani wafikie mheshimiwa, naye kuenda kumfikia inakuwa vigumu, naambiwa atakuta mzee mtaa. So sijui utajipanga aje ya angalau katika hiyo utafiti wako yenye umefanya, sijui umefanya utafiti kivipi ukaona Turbo iko na challenges. Sababu Turbo saa hii kwa kweli challenges hazikosi. Kuna wengine wanasema MP mwenyako hajafanya kitu, MP mwenyako vitu yenye anafanya ni vitu havistahili. So sijui umefanya utafiti wako kivipi ama utatumia mbinu gani ili uweze kufanya tofauti na vile anafanya. Sababu pia akitembea anasema amefanya katika mashule, amejenga shule fulani, amejenga madarasa fulani, na wengine wanasema hajajenga. Tukirudi pia, unajua MP ni mtu mkubwa na ni watu wanaunda sheria. So tukirudi pia katika mabarabara na katika udaktari wako vile umefanya, na pia barabara inahitaji kama wataalamu kama maengineer, sijui utajibalance kivipi at least hizi miradi unayofanya pia zikuwe zimefanyika kitaratibu pasipo na malumbano. Sababu Turbo tuko, inasemekana wengi wao wako karibu na rais, lakini mabarabara ni mbovu. Na ukiuliza wanasema nitakana Turbo MP ashughulikie. Like the other time tulipata pale wanaandamana Kapkebe kwa barabara ni mbovu, mpaka ikasemekana lazima MP ashughulikie. So sijui utatumia mbinu gani uweze kufanikisha ili kila mtu aridhike. Asante sana Vincent, nafikiri umeuliza maswali mbili hapo. Ama kwanza umeuliza kuhusu elimu. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu mimi nimeweza kufanya utafiti, na unapoingia katika mtandao utapata karatasi yangu ambayo nimeongelelea free day secondary education, na nafikiri ni karatasi yangu ya hapo karibu 2016 hapo. Nikaongelelea kwamba elimu ya bure inawezekana, free day secondary education. So the first thing that I will implement in Turbo constituency is free day secondary education, kuhakikisha kwamba wanafunzi wale ambao hawana uwezo wa kujilipia karo katika mashule yetu waweze kupata elimu through free day secondary education. So that's the first thing that I want to implement when I get into the office after the people of Turbo elect me. Ya pili, still kuhusu elimu, ningependa kuimprove infrastructure through this master plan for education. Mimi nitahakikisha kwamba mashule yote ambayo yako Turbo constituency yamekuwa planned. Unajua challenge ambayo tumekuwa nayo ni leadership. Unajua kila kitu inaanza na uongozi bora. So my tenets ya uongozi katika Turbo constituency will be centered around good leadership, transparency, access and equity. So under access and equity ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wameweza kupata elimu na kupata elimu ambayo inawanufaisha kabisa. So free day secondary education. So kwa hii mashule tunataka tuhakikishe kwamba we have a plan for schools that ambayo mashule ambayo yatadumu kwa muda mrefu. Tumesikia kwamba serikali yetu imekuwa ikiongea kuhusu Vision 2030 kutoka ila awali. Saa hizi we are talking about agenda 2063.
hii mashule na infrastructure ambayo tunaweka in place kwa wakati huu, sijui kama ni infrastructure ambayo itafika 2063. The other day Kapsabet Boys was celebrating 100 years. We want to look at our schools when they celebrate 100 years. Hii infrastructure ambayo tumeweka sahizi, tumeweka infrastructure ambayo itadumu for 100 years. Yes. So mimi katika muda hii ya 5 years, I have a master plan and I have a plan of schools that ambayo itadumu zaidi ya hata sisi wote. Itaenda beyond our terms of service. I mean, we want to also look at, you know, transparency and accountability for resources that we will put in the education sector. Kwa hivyo tunataka kuangalia kwamba kila mtoto ambaye ako Turbo constituency aweze kupata access and equitable and equity in education. So accessibility and equitability in education is what I want to see, to ensure that every child in Turbo constituency is able to access education. So I have a master plan that will cater for schools and other development activities. So nataka kuona hiyo shule. Is it just about building one classroom? Is it just about building one lab? Or we can have a complex that can take care of all the infrastructure that is required in the school and reserve space for other activities in the school. Sio kuweka darasa moja hapa, kuweka lab pale, kufanya nini? Hapana. Let us come together and have a plan for our schools. Ya pili, umeweza kuongea kuhusu mabarabara. Mabarabara katika constituency yetu inahitaji good plans. Inahitaji good plans and knowledge and skills in planning for our roads. Sio tu kuweka mabarabara ambayo itasukuma maji to houses, to homes. We have seen and we have witnessed in the past. If we do poor planning, then that is a disaster in making. We do bad roads, then we don't take care of waterways, then we are damaging our constituency. So we have to plan our roads in such a way that we know that settlements itakuwa upande gani, maji itaenda namna gani. So we need knowledge, we need expertise, and therefore this is going to be participatory leadership. It is not going to be leadership yenye mtu unafikiria tu niweke mabarabara namna gani, but it is going to be participatory. And I know we have the knowledgeable people in Turbo constituency, and my leadership is going to be leadership with and through others for success of our constituency. Mheshimiwa, hapa kwa barabara nataka niruke kidogo kwa sababu ya muda. Hapa kwa wazee kuna pesa za wazee. Mara mingi kuna wazee wafikiwi na hizo pesa. Hata wengine wanaaga kama hawajafikiwa na hizo pesa. Je, kama ukichukua uongozi kwa sasa, tuseme umechukua hii uongozi, utafanyaje kwa hii pesa za wazee? Na kwanza ziko ama zilitolewa? Pesa ya wazee iko. Na nataka kushukuru rais wetu kwa sababu amehakikisha kwamba hii fedha iko available for use by the elderly in our communities, including even persons with disability. So nikiingia katika kiti ya ujumbe ya Turbo constituency, I will do a mapping through chiefs, through village elders, through nyumba kumi, kuhakikisha kwamba records ya wazee, records ya persons with disability are with me in my constituency office. Na nitatumia mbinu kuhakikisha kwamba records ya hao wazee and monitoring imefanyika, kuhakikisha kwamba hao wazee and the vulnerable people with disabilities wameweza kufikiwa na wameweza kupata hiyo fedha. So that one I will do it within
the first 3 months in after I'm elected. So, because that is just about doing research and getting these people and ensuring that the money is actually reach them. Mtu ananiuliza mheshimiwa hapa, anasema kwamba wewe ni project ya mtu ama umejiamulia wewe mwenyewe? Hiyo sasa you know, it is good to be open, Jeff. Hiyo kabisa sasa nitaweka kwa uwazi kwamba mimi siwezi kuwa project ya mtu. Kweli ukiona kweli daktari, sijui kama ni mtu ambaye anaweza kupangwa kuwa project ya mtu mwingine. Mimi siwezi kutoka university kukuja kufanya kazi ya kukua project. Kama wanatafuta project, watafute project mahali kwingine. Chef, wacha nikuambie, mimi unajua background yangu nimetoka mbali sana. Sikuzaliwa kama mimi ni daktari. Mimi nimetoka very very humble background. By the way, Jeff, mimi niliweza kuattend an ordinary primary school. Mimi nilisomea shule ya msingi ya Chemalal Primary. Chemalal Primary is just here. Walking distance kutoka hapa Kapsabet ambapo tunafanyia hii interview jioni ya leo. Na baada ya kumaliza class 8 nikaweza kujiunga na shule ya upili ya Kamagut, just one village across from my village, mahali nilizaliwa hapo Chemalal. Na nikapata bahati kujiunga na hiyo shule ya Kamagut. It was a small school that time. But changamoto ambayo nilikuwa nayo kutoka my village Chemalal to Kamagut High School, kulikuwa na swamp that had a stretch of, you know, more than 100 meters. Na hakuna barabara. No road. No road ahead. Why is no road ahead? No bridge. No bridge. But there is a school and there is education across the swamp. Na mimi niliweza kuingia ndani ya hiyo maji every day. I would call it a daily ritual. Ilikuwa lazima uingie ndani ya hiyo maji, uifike Kamagut secondary school in the morning, upite hiyo maji saa 7 urudi nyumbani ukule, na upite hiyo maji before 2 ufike shule na upite hiyo maji. So kwa hivyo mimi nilikuwa naingia maji mara ngapi kwa siku? Mara 4. But I am here. Niliweza kuingia and you can see that my feet are dry this evening. Hakuna maji, si ndio? Kwa sababu mimi nilipita hiyo maji na nikahakikisha kwamba hiyo maji haitanisuia. So kama nilipita hiyo maji as a young girl, who can make me a project today? A project of anybody. Hiyo ni rumors. Na nataka niwaambie watu wa Turbo kwamba hizo ni rumors na ni baseless, and I can never be a project of anybody. Mimi niko kwa hii race ya MP ya Turbo constituency na nitafika Kamba, nitafika kwa debe na Jeff and Vincent. Nataka niwahakikishie kwamba with the support of the people of Turbo constituency nitaingia mpaka ndani ya bunge. Mheshimiwa, niulize swali ya mwisho. Yes. Niulize swali ya mwisho. Inasemekana kwamba nyinyi wageni. Sasa tunashindwa nyinyi wageni kivipi? Na mimi nasikia ulisoma hapa Kapsabet nini hapa chini. So tunataka uelezee watu kwamba wewe ni mzaliwa hapa ama kuna mahali mlitoka ndio mkafika? Mimi ni mzaliwa wa hapa, Jeff. Si nimekueleza kwamba mimi nimesomea shule ya msingi ya Chemalal Primary. Mimi nimezaliwa tu hapa Chemalal na nimesomea shule ya Chemalal Primary School. And for your information, I am a daughter of a shopkeeper. Baba yangu ameweza kufanya biashara hapa Mailine, and it was among the first shops in Mailine Center. Hapa Mailine, my dad was a shopkeeper here in Mailine. Na mimi nimelelewa kama mwana Katoliki. And my church is Kapiemit Catholic Church. Unajua mahali iko? Kapiemit Catholic Church. Nikiwa msichana mdogo
wa umri wa below 10 years. Mimi nimeshiriki hapa Kapyemit Catholic Church, and every Sunday mimi niliweza kuingia katika kanisa hii ya Kapyemit. So mtu akisema mimi ni mgeni, mimi I have grown with this region. Asante. Na nimeweza kutembea, I have seen in fact kuna mahali inaitwa duka moja. Duka moja pale. Unajua duka? Najua. Duka moja was just one shop. Nafikiria watu wengine wanajiuliza kwa nini hapo ikaitwa duka. Ilikuwa ni duka ngapi? Moja. Ukitoka Mailine unapata duka moja, and then unapata miti moja kule mbele, and it was just one tree. That is why we have the name miti moja, duka moja ama duka kwa wakati huu. So I have grown. I have grown with this city. Nimeona this city and these towns growing. I have seen them and I have witnessed. Asante. Hapa chini kulikuwa tuna one cattle dip hapa dispensary. It was just one cattle dip, no other structure. So mtu akisema ati mimi ni mgeni, anafaa pia kukuja kuni interview how this region has grown. Ndio mimi nimweleze ina grow hivi because I am part of the growth of this region. Kwa hivyo hiyo maneno ya ugeni wataweza kuja kuni. Wacha mheshimiwa, kabla sijabadilisha kuongea Kizungu, ningetaka tufanye hivi. Ningependa uelezee watu kuhusu nini. Niko nasema nini? Una familia? Ya, nina familia. Mzee wako, watoto? Okay. Kabla sijakuja kwa my own family, hapo si nimekueleza kwamba my dad was a shopkeeper. So ndio viewers wajue mimi ni mtoto wa Simon Slimo, maarufu pia kama Chepkelio. Ni familia yangu ambapo nimezaliwa ni kwa Chepkelio. So wale ambao wananijua mimi ni msichana ala kwetap kwa Chepkelio, ala kwetap Simeon Chepkelio ambaye alikuwa na duka hapa Mailine, na pia yeye ni mkulima. Na nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Nimeolewa. Na mimi ni mke wa Daktari Shadrack Morogo. Familia yetu inaitwa Leleito. Leleito family. Na mimi ni mama. Mimi ni mama na niko na watoto. Asante sana kwa asante sana kwa watazamaji ambao mnatutazama. Wacha nibadilishe kwa lugha ya Kiingereza. Mimi ninawaambia Kiingereza ni important. So Kiingereza ambayo tunaenda nayo kale hii hapo ndio tuko katika. Amune sigewa Enguti ta kale njini amu ni mzaliwa hapa agochita chepto nebo yu agosome kijereta MP Alice Morogo. Ko hameji mwajibi isam kijeret not Kapsaus Tarbo constituency Enguti ta kalenjin. Kongoi missing Jeff. Eng biik chekero eng kipindi ni wakati nito nibo koskolenye koameche amwoiwo kalecho kainenyu kekurena Alice Limo Morogo, lakwetab kaa, asome ng'echeret nebo MP nebo Tarbo constituency, lakwetab Kapchepkelio. Baba nenyu kekure Simeon Limo Chepkelio. Ameche amwoiwo biikab kaa eng koskoleng'utab rani ale atinye panganutik chemiachen akobo Tarbo constituency, akasomok kaming'inetab kei ale siobwata amu anendet atindoi vision akatindoi plans chekororonen akobo emetab Tarbo, andoi plans chebo infrastructure nebo Tarbo, ng'alek chekikoimech eng muda neo nebo kwang'ut nebo ortinwek chemakitinye chekororonen, and yet koki constituency number 1 eng Tarbo constituency constituency number 1 eng emetab Kenya. Kokasome biikab kaa amu atindoi plans chekororonen cheameche ke executen eng muda nebo kenyisiek 5 cherubei kotokomitei kaberuret nebo kandoinatet eng emenyo nebo Kenya komite eunekchok. Kokasome ale sikeboisie kasarta notok kobit ketesetai maendeleo nenyonet eng Tarbo constituency. Atindoi maendeleo chechang chebo koroni. Ingito nekakure ane master plan nebo Tarbo nebo kenyisiek 5
chetai chebo kandoinatet neamoche aib koroni. Atindoi plans chebo infrastructure, atindoi plans chebo somanet, atindoi plans chebo vijanaek, chebo kina mama, chebo development, amu anget ale kikonam sigik chok imbarenik eng koroni. Amoche kende maendeleo nebo mbarenik chok eng kenyisiek chutochu mut chekibendi ngalekab ukulima ak boisionik chetokchingei mbarenik chok, ngalekab ortinwek ak ngalekab mentorship chebo biik chemengechen. So asome biikab Turbo eng kaminginetab kei ale oset lakwani bo gaa, oset eng eunek chelolong, osochi akocham asikobit aibwok boisionik chekororonen ako maek buch sautik kwok chekiosoiwo, maek buch mentorship nekiokono. Amoche aib boisionik chekororonen, oseta nebaibai, oseta nekararan asikobit keibu maendeleo akobit aek kurget nekararan neibu boisionik eng emenyo nebo Turbo constituency. Akamwoiwok alecho kwaai akine boisionik, kwa mwalimuiyot, kwaai tutikin cho okere cho mitei, akalechino aibu chotok ngeringen akamite anyun chor tomo ait koima. Ngait koima biik chok chebo gaa iboae boisiet. So kamwache ale otoreto ait yundoun, ait parliament, ait bunge, ait ko ibaai ngalek chebo ngatutik, ibaai ngalek aker ale kakiboisioitoi ano rabinik chebo emoni, kure biik ngalekab oversight, ak ibaai ngalek chebo wakilishanok koa mjumbe nengwanget, ngalek chekure kipsomaninik ngoliotab representation. So ibae boisiet nekararan. Kongoi missing. Asante sana kwa watazamaji ambao mmetutazama. Mimi wenyu ni Jeff Jemedari. Tumesikia Alice Morogo jinsi anasema kwamba kuna maendeleo makubwa, ana vision kubwa, ana malengo na watu ya Turbo constituency. Mbona tusimkumbuke huyu mama? Mbona tusimchague na tumtume pale bunge ili aweze kusaidia Turbo yetu? President wetu anatoka hapa Turbo constituency, na naamini ya kwamba anapofika pale kuna malengo makubwa ataenda kuambia president ili kwa ajili ya wananchi wa Turbo constituency. Mimi wenyu ni Jeff, mwenzangu hapa. Asanteni sana.